Kama kiongozi wa kitaifa nimemfahamu toka wakati mimi niko shule, kwa namna ambavyo alivyokuwa kiongozi waziri katika utawala wa awamu ya kwanza wa Mwalimu Nyerere, na baadaye akaenda Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, na baada ya Afrika Mashariki alivyorudi serikalini aliteuliwa kuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu, na kwa kweli atakuwa ni mmoja wa Watanzania ambao wameanzisha mfumo wa fedha wa nchi hii toka hiyo miaka ya sabini na kitu jumuiya ilivyovunjika, alafu baadaye tukaanzisha jumuiya sasa hivi. Kwa hivyo nimemfahamu Mzee Mtei kwa hayo, utumishi wake serikalini, Umoja wa Mataifa, kwenye hiyo IMF, International Monetary Fund, ambako alifanya kazi kwa muda kidogo kabla hajarudi Tanzania, na baadaye vyama vingi vilivyoanzishwa akawa ndio mmoja wa wanamageuzi katika Tanzania. Kwa hiyo kama nitawarank, Mzee Mtei atakuwa ni mmoja wapo. Ninayemkumbuka wa kwanza ni Mzee James Mapalala, ndio walioanzisha mambo ya mageuzi nchini. Wakati ule ni chama kimoja. Kwa hivyo alianzisha chama Chadema, na sasa hivi kina hiyo sifa ya kuwa chama kikuu cha upinzani nchini. Kwa hiyo nimekuja kuunganika na ndugu zake na Watanzania kwa jumla. Tumshukuru Mungu kwa utumishi wake uliotukuka na kazi bora aliyoifanya, iwe mfano kwa watu wote. Sasa tujue namna ya kulitumikia taifa hili mpaka pumzi ya mwisho. Na mzee tumeambiwa amefariki, ana miaka karibu 94 au mingapi. Anaenda kwa Mwenyezi wake na heshima yote kwa kweli, na ndivyo naweza nikalisema hivyo. Kwa hiyo poleni, lakini vile vile tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa maisha haya. Mimi nikiangalia kutoka nje, kwa maana ya kwamba siko Chadema, nikiangalia kwa nje, unaposema Mzee Mtei alikuwa anajenga siasa zake kwa hoja, na wale ambao wamekuja baada yake wamekuwa hawajengi kwa siasa za hoja, mimi sikubaliani nao. Mazingira tu yamebadilika, lakini ninavyofahamu mimi, uongozi wa Chadema uliofuata baadaye vile vile wanajenga hoja, wanaendesha siasa zao kwa njia ya hoja, sio hoja ya nguvu. Ndivyo ninavyoamini, na personality zinatofautiana. Kila mtu ana staili yake ya uongozi. Kwa hiyo kama Mzee Mtei alivyokuwa ni tofauti, na dhahiri aliyemfuata Mzee Makani vile vile staili yake ya uongozi ilikuwa vile vile ni tofauti. Na kwa hivyo hao wengine waliofuata, najua wanataka kuniuliza nani, wale wengine waliofuata kama wana staili tofauti, nionyesha tu ubinadamu wao, lakini hoja ni hizo. Bado wanaongoza chama cha kisiasa ambacho kimeandikishwa kwa mujibu wa sheria za nchi hii, na sheria za nchi hii ni pamoja na katiba inayosema Tanzania ni nchi ya mfumo wa vyama vingi. Kuwa na vyama vingi manake ni kwamba kuwe na mawazo mengi mbadala namna ya kuendesha nchi.
namna ya kuongoza nchi, namna ya kuona tunatumia nini, tunaenda mbele kwa uchumi wa namna gani. Kama kutakuwa na mawazo tofauti, ni katika kuboresha ni kwa namna gani tutasonga mbele. Kwa hivyo hoja kwamba mzee, kwa mfano mzee huyu alikuwa anaendesha siasa zake kwa hoja zaidi kuliko waliomfuata mimi sikubaliani nayo. Cha muhimu ilikuwa ni kwamba hizo hoja zinatolewa nini mezani, alafu zinazungumzwa. Ndicho nachoweza kukisema.